Yes. Kwa majina yangu ninaitwa Evangelist Patrick, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Leo nataka kuzungumza na watu tofauti katika miji ama nchi na mataifa yote tofauti. Kuna watu ambao wamekuwa wakipitia masaibu kwenye maisha yao na wajui ni nini kinachowasumbua. Kuna watu wamekuwa wakipitia hali ngumu na kweli wanateseka. Wengine kilio kimekuwa chakula chao, wanasumbuka na wajui ni kitu gani kinawasumbua. Magonjwa kwao yamewalemea, ndoa kwao zimevunjika, kazi wamekosa, na wakiajiriwa siku moja na wanafutwa. Yaani huyo mtu unakuta ni wa kuhangaika. Leo nimekuja nizungumze nao mtu wa Mungu, maana umekosa majibu ya shida zako, lakini mimi nimekuja nikuelezee shida mahali zinatoka, nikuelezee sababu ya wewe kuteseka. Maana kuna watu wanateseka sana na wanasema shetani anawainukia, wanasema waganga wanawainukia, lakini wacha nikuambie siku ya leo, kuna mtu mmoja aliyetumwa na Mungu aende katika mji wa Ninawi akahubiri Injili, lakini akakosa kumtii Bwana, akaamua kwenda katika mji wa Tarishishi badala ya kwenda Ninawi. Na Bwana akakasirika. Huyu mtu alikuwa anaitwa Yona, na unaposoma pale Yona kifungu cha kwanza mstari wa 4, Biblia inasema hivi: ndipo Bwana akatuma upepo mkali baharini, nayo dhoruba kali ikawa kali sana, ikavuma hata meli ikawa hatarini kuvunjika. Yaani Biblia inasema yule mtu alipoamua kumkimbia Bwana mwenyewe akatuma upepo baharini. Yaani Mungu mwenyewe akaamua kumhangaisha, sio wachawi, lakini Mungu. Kuna watu ambao wanakemea mapepo, lakini anayewasumbua sio mapepo yanawasumbua. Kuna watu wanakemea wachawi, lakini sio wachawi wanawasumbua. Wamekosa kuelewa kwamba masumbufu yao yametokana na Mungu mwenyewe. Yaani kuna wachawi wamepatiwa nafasi katika maisha yako wakuhangaishe. Kwa lugha nyingine, wanafanya kazi pamoja na Mungu ili wakusumbue mpaka urudi katika kazi ya Mungu. Kuna watu wamekuwa wakihangaishwa sana na magonjwa, wakitoka katika gonjwa hili wanaenda katika hili, wanasema wamerogwa, wanashinda kwa wachungaji wakiombewa, wanashinda katika hospitali, wakitoka gonjwa hili wanaenda hili likipona wanaenda hili. Hasara ya pesa kwao imeingia, maana pesa imefanyika kuwa ya matibabu, haina faida kwao. Nimekuja nikuambie mtu wa Mungu, kama uliitwa na Mungu umtumikie na ukakataa, siku ya leo anza kumrudia Bwana, maana Mungu ndiye anayepigana na wewe katika jina la Yesu. Kama wewe uliitwa ukahubiri Injili na ukakataa, Bwana anapigana na wewe. Kama uliitwa kama mwimbaji na umekataa kumwimbia Bwana katika kanisa, basi nataka ujue Mungu anapigana na wewe. Watu wa praise and worship wakiitwa unakataa, Bwana anayangaisha maisha yako na hakuna kitu utawaiguza kifanikiwa. Unakataa kazi ya Bwana na Bwana achezewi. Biblia inasema Mungu achezewi. Uliitwa na Mungu ufundishe watu neno lake na unakataa. Uliitwa na Mungu ukuwe mwalimu wa Sunday na ukakataa. Hata kazi ukiishika haitawahi fanikiwa. Watu wengine wanahangaishwa na Mungu, unashindwa ni kwa nini. Unapigana na adui zako na uwashindi. Wale adui wameletwa na Mungu na amewatia nguvu sana, na akakufanya wewe kuwa weak ama mtu dhaifu ili ushindwe na wale adui zako. Nataka uangalie yale mambo yanayokuzunguka. Ndoa zinavunjika, nataka uangalie ukiolewa hapa unaolewa pale, ni Bwana anapigana na wewe ili umrudie. Nataka uangalie unaajiriwa hapa unaajiriwa pale na maisha yako yanahangaika. Ukipata pesa haikusaidii, inaenda kwa njia ambayo haiuelewi. Mungu yuko kinyume na wewe. Nimekuja nikwambie mrudie Bwana. Nimekuja nikwambie mtumishi wa Mungu mrudie Bwana. Oh my God, ababu zeketeri baba ziandalima gadi babulima. Rudia Bwana katika kazi yake siku ya leo. Ketha be bandu wale ile we wanga inenda wekale wese ngai ndaka kuweka kinyume na kuna okita na kuna kuangaisha muno vaikinduka kwata chaile nduka twana mutwana olume nduka kwatoya ulumye nduka kwata mbesa ikuteria mubakelo kalili kana ngai ni wakwetie no isioko kamuthukomesi twane ya Yesu. Kwa umunde ndina maundu maingi gwenda unena, lakini ubo wanga ine nabi chandike so twika tayona we uko sobo una witonga ina kuteria wabi kabu channel ine chakwa endea na kusubscribe na tuisonga me sietwane ya Yesu.